kupokea. Hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba, ukaruhusu watu toke mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha. Yapo machozi yatiririka, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Kifo popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuae muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza. Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli tutaona na Mungu akiona. Yerusalemu ya Baba, bandarini kule, tuonane nyumbani milele, Baba, tuonane bandarini kule, tuonane Baba Mungu.
umeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana, Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu ni mwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje, nimeachwa peke yangu? Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Nimeniumiza sana, hili nimeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana, Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tungali tumesimama hivyo, bandi tutatuongoza na YouTube 398 walio na vitabu vya Jeshi la Wokovu, wimbo namba 219. Baada ya wimbo huo tutapata wimbo wa Kiluya kutoka kwake Sylvester Abigail Masareto, alafu tuendelee na ratiba yetu.
Yesu asifiwe. Tukiwa tumesimama hivyo, nataka tupate kuingia kwa kipindi cha maombi. Niseme pole kwa jamii, na napenda mahali ulipo unaweza kujiunga pamoja nami ili tukaombe maombi kwa ajili ya kuwafariji wapendwa hawa. Kwa hivyo ukiwa umeketi, naomba usimame na unaweza kumwambia Mungu jambo kwa ajili ya familia hii ambaye wanalia sasa. Nishike mkono Bwana, tunapata kusimama katika madhabahu haya kusema asante kwa kazi nzuri uliyoifanya chini ya jua. Ukamuumba mwanadamu na Baba ukamweka katika ulimwengu, kisha wakati unapowadia Jehova unakuwa na nguvu ya kumtoa katika ulimwengu akapumzike. Asante kwa sababu ya makusudio yako mazuri. Jehova, ninainua jamii ya mpendwa mikononi mwako. Ninajua kuna machungu katika mioyo zao, lakini Mungu uliye mtakatifu utasimama pamoja nao. Utawapa nguvu, utawapa matumaini tena. Utawainua Jehova katika kipindi hiki wakapate kukujua wewe. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye yuko mahali hapa kuomba pamoja nao. Jehova, ajili ya mpendwa, katika jina la Yesu Kristo zikapate kushindwa. Na Jehova, simama ukapate kuinuka kwa ajili ya wema wako na kwa ajili ya kuwafariji wapendwa hawa. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Patie Bwana sadaka ya makofi. Asante tumishi wa Mungu. Amen. Kabla sijaleta kiongozi ambaye atatuongoza katika ratiba hii ya mwenda zake, my senior brother, hivyo ndio tulikuwa namuita, taka nifanye a few introductions. Napata zile few introductions. Kiongozi wa Ipata ambaye ni co-sergeant major, wala ambao mwelewi Taracha Isa Cheshi. As per the other denominations, when we speak about the co-sergeant major, we simply mean the senior deacon. Am I clear? Am I clear? Senior deacon. In the absence of the co-officer, he simply takes all. Nikitoweka ama kama siko, anaongoza kanisa na kulielekeza kulingana na taratibu na sheria za jeshi la wokovu. Mtasikia ingine homily, huyo ni kiongozi wa wamama kanisani. Naposikia Sylvester ni mzazi ambaye amezaa ama amepeana mtoto wake akamtumikie Mungu. Tutaendelea kuwajulisha pole pole so that you catch up with the Salvation Army.
na ukijisikia kuingia na jeshi umekaribishwa. Amen. Haleluya. Now, nilete machemetari kidogo. Machemetari simameni. Jina yangu ni Richard Kasandi Nyandaye, nikitoka kikao cha Mgawagawa. Mimi ni mzaliwa wa hapa. Mwenye ameaga alikuwa sitiwa kikao hiki, tukiwa na yeye hapa tuliungana tukafanya kazi hapa na kazi ikaenda vizuri. Kuongezea, amekuwa kama baba yangu. Yeye ndiye alikuwa msimamizi wangu kwa harusi, lakini mimi namwachilia tu mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Mungu na wabariki. Wa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mseramanga Chikose kutoka katika wiki. Nataka niseme kwamba marehemu alale salama. Huyu ni shujaa. Yeye ndiye amenifunza kazi nilipopata kazi ya uandishi katika wiki mwaka wa 2005. Bwana Omar mwenda zake ndiye alinifunza katika meza hazina. Kwa nataka nimtambue, nataka nimuenzi sana. Nataka niambie mama ambaye pia tunafanya naye. Baada ya marehemu kuondoka kupata kazi, tulibakia na mke wake ambaye sasa ni mjane. Nataka tupe nafasi hii kusema kwamba makiwa sana mama mjane mwenzangu katika meza hazina, watoto wako, marafiki na wengine wote ambao wamehusika ama wameguswa na kifo hiki, jameni poleni sana. Kwa niaba ya meza hazina katika wiki, nataka nitoe rambirambi zangu na niseme kwamba Mungu ndiye hutoa na Mungu ndiye hutoa. Ndugu yangu, rafiki yangu wa karibu marehemu, lala salama salimini. Asanteni sana. Asante. Mama mtaa wa Umari, umeingia mabado. Tunaposema mama mtaa, we've divided our church into cell groups. Cell groups. Katika vikundi vya maombi na uongozi ili kuona ya kwamba kanisa inaendelea vizuri. Sema mawili kwa Mkristo wako. Kanisa na waliofuliwa na msalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Mimi kwangu ni huzuni. Nimempoteza kabisa. Kanisa kimtaa tumempoteza. Ni baba alikuwa amejitolea, baba wa upendo. Njaa itakuumia tu kwa njia. Ukifika tu hapo kwa sawa. Tumehuzunika. Maombi kwa mama Anita. Muombe sana pamoja na watoto wake, Mungu ampe nguvu. Ni hayo tu, ambarikiwa. Amen. Tune moja nataka kuleta wachungaji wawili watusalamie watatu hivi pound. Tune of your own choice. Katikati yetu tuna wachungaji wawili. Kabla sijamleta mke wangu na mtumishi mwenza katika kanisa hili, kwa hivyo nitamlete Meja. Karibu tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwanza niseme namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii. Mshukuru Mungu kwa ajili ya muda ambao ameweza kutenga. Na nishukuru Mungu kwa ajili ya nguvu ambazo ameweza kupeana kwa familia, jamii, kanisa na wote tuliomjua CT Timothy. Kusema kweli tunamwachilia mikononi mwake Mungu, maana tukinena mengi zaidi masaa hayataturuhusu. Mungu atusaidie sana. Asante sana Captain kwa ajili ya kunipa nafasi hii nikaweze kusalimu. Jina langu naitwa Major Scarlett Kisambo. Nimezaliwa katika kikao hiki, nimekulia mahala hapa na nikaweza kuoleka kule Chavakali. Kikao ni Irongo na nashukuru Mungu tunahudumu kikao cha Kericho sehemu ya Kisumu. Mungu atusaidie sana. Mama Anita, Mungu akupe nguvu pamoja na jamii. Asante. Karibu mtumishi. Kanisa hili linakuwa vizuri. Lilikuwa limekuwa kubwa, tukakata sehemu, tukaona wawe na mchungaji wao
ambao wanaitwa Mkabokabo. Kwa hivyo kuna mchungaji pia Mkabokabo ambaye amesaliwa na kanisa. Haya, tumshangilie. Bwana Yesu asifiwe. Nami nina furaha licha ya huzuni pia kuwa hapa nyumbani. Baba alitukumbusha juzi tukiwa hapa, akasema nyinyi ni watoto wa hapa. Kwa hivyo ninafurahi sana kwa hawa watangulizi ambao walisaidia kanisa likakuwa, na tunaomba Mungu afariji wale ambao wamefiwa, na Bwana afungue safari ya mwenda zake ikawe salama. Naitwa Lieutenant Luke Juma, mhubiri wa Mgabagabo. Asante sana. Good. Tumlete Captain Mera tusalamie. Haya, mshangilie mtumishi wa Mungu. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaanza kubacheriza ikanisa lena side iko Karuno. Irembe bosi. Irembe kani. Ingako kuza mkono gugo kugira na side ya komere la hala nize kudichikorora dikolia Karuno. Mirembe bosi. Metagange ni Meja Mary Muhande Nancy Kubahala nomane tikolia Karuno. Mariga Gumanyanze Sakuru Timothy Kobora the family dosi gara sababu honi abamuhele norezi guru kotra kwenye ikuza ni loro ikuza ni lito ikuza likobagara ikuza litangasa mangana gogo ikuza libeko na ubumadani itale na sayo yonanga adoki kubaha zinguru. Mama Anita siomera mwami asako hezinguru asako heli mzinguru ligare bekuza no rubaso ndarora ndakayanzi kusala ko kusoma ku mudibugana lya Karune nanga madoki kwikara hasi. Kitabu ni Yohana Mtakatifu 14:1-6. Sifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nami niendako naijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twajuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana alibariki neno lake. Bwana ameenda kutuandalia makao. Sisi hatutaenda, Omari hatarudi kwetu, lakini sisi tutaenda kule Omari ameenda. Bwana watie nguvu hasa sana tukamjue Yesu, maana yeye ndiye njia, atatukaribisha kule nyumbani. Huko ndio nyumbani kwetu. Mungu atusaidie sana. Asante. Asante. Niite Muhande Yeswa, hayo ndio majina yangu. Sema karibuni katika ibada. Nitaka band a tune of your own choice. Tunapomleta kwa Sergeant Major aendelee na ratiba. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuinue mkono juu wale tuko hai. Aliyelala ni shujaa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipindi cha unenaji, na kwa ajili ya muda na hali ya hewa
na pia tuna mkutano mwingine kwa ajili ya ibada ya marehemu kule kwake juu nyumbani. Ningependa kuwaomba wanenaji. Nitapata wanenaji wawili kutoka kwa jamii na nipate wanenaji wawili kutoka kwa kanisa, na ratiba hiyo nitakuwa nimeifunga hivyo. Tutatoa mkutano wetu tukienda nyumbani kwake marehemu kwa ibada ya jioni ya leo. Mungu na atubariki. Band on tune, nikiweza pata mnenaji wa jamii ama mzee wa ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye gari nambari KBS 941W, tafadhali umeegeza mbele ya duka ya wenyewe, enda usongeshe, wanataka kuingiza mali yao. Asante, endelea mzee huko. Kanisa la Jesu la ukoo na waombolezaji wote ambao mmefika hapa, na msalimu katika jina la Yesu. Hamjambo yote? Hamjambo. Mlembe bosi. Mlembe jatimo zumali. Kunyino obereli ubwako benyago kulishiri y'abasanyaga. Umali ni murara wetu kuri kumisi yako bendi kwa kugadaganya. Iwo bene abakubiki mukirindo. Kuba baziza kunyigwa beka muniko gotwa. Kunyiwa no kubiki mukirindo. Na abebwa. Ko bereli wetu ko bebizaku. Yamse sikonyana ko berela kulaba kutamanyi dabe. Yagana mangana ganya sae. Yuguya muganya sae. Yete niko ora umali azi abumiri loba nabisa areko mukisene ko beni mirembe areki hiri nebe ni mirembe na yaduki ni mirembe siko beri ganna gakunyira ko no go bereri iribu yana mugusabiri kwa ko berera ligali makogo tisi hobza bantu kandi kundu yane babiri bose banene na basani aba abakwa kuganaganya batako geni zikibara kino uko beno beri mugusandi ko benagalika ko mako mulome oba ukilina manyingi na ko mulome mninga yindi ngasa mugasi zinako. Asante mzee huko. Bwana Yesu asifiwe. Kumita Bananga William Wengoke Agaro ndura amaziguza sana. Bwana Yesu asifiwe. Band on tune, tukikaribisha mama mjane kwa ufupi. Kanisa kabla tujaongea mama leo. Na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Yenge kilipimbira mama ubimbu bwa tebi ndanga kumbona mbone
likuza nilio kuliwe huko bakugosi nitali na sala ya nzala eti kitambale kitakatifu apela maliga apowa mtekeni na Bwana Yesu asifiwe. Mama Anita tebi uvimbo kumwimbili na kuimbino buzanzi kumana wakuzya ni Timothy yotagengo munwa na kunye bana sala kulindi akobelele kugengibira na Bwana Yesu asifiwe. Mukibara cha magelizo keno rogendo kuzya atoke duniani, ametulinda, ametupa uzima, bado tunapumua katika. Mimi Omari ni ndugu yangu, mimi ni wa ukoo wa Usania, na Omari na bibi yake tena walikuwa wazazi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa na mimi leo mimi ni mama wa Anita. Mtuombee, tuko na machozi, mtuombee. Mbarikiwe. Naitwa Margaret Kanyesa. Madhabahu matakatifu, jamii ya Omari kwa jumla, jamii ya Zinalo, waombolezaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi kwanza majina naitwa Linet Obai, nikiwa firstborn ya kina mama Omari, yeye ndiye ananifuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa kupongeza kanisa
mmesimama na sisi, ukoo mmesimama na sisi, jamii ya Wasanyaga, the Sinalos family, friends and relatives. Mungu amzidishie imani. Pahali mmetoa mrudishiwe. Watoto wangu, msiomboleze, mnajua pahali baba ameenda. You know how he suffered when he was still alive. Right now, wacha tumwambie, it is well, it is well, it is well with him. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni, mubarikiwe, msituache jinsi vile kanisa imeungana na sisi. Bwana Yesu asifiwe na mbarikiwe. Kanisa langu la Salvation Army, wahubiri wangu, asanteni sana kwa maombi na kwa kila jambo ambalo mmenitendea. I salute you. Mbarikiwe. Afisa wa mgawagawa, asante kwa kuja kunifariji. Major Scarlett, asante. May God bless you people. Kosa ni Major Alex na wenzako, asante kwa kazi ambayo mmetufanyia. Nikirudi kwa kanisa, kwanza nitashukuru waumini wangu wote, marafiki zangu wote kwa ile kazi ambayo mmenifanyia. Mmekuwa mkiniombea bila kuchoka. Mmekuwa hata saa zingine napata machungwa ya kupatia mwenda zake. Mungu akawabariki sana. Kwa watoto wangu, sijui ni washukuru namna gani. Mmekuwa mkifanya kazi tirelessly kwa baba yenu. Ile kazi ambayo mmefanya kwa baba yenu, Mungu mwenyewe atajua vile atawalea na atawalinda. Msiomboleze sana. Nafikiri mnajua tu vizuri vile baba yenu aliwapenda na mnajua mahali ameenda. Mungu akawabariki. Hao watoto walijitolea sana kwa kila jambo. Wakati nilikuwa napiga tu simu, watoto wanarudi kunipigia, mama unasema nini? Mungu akawabariki. My daughter-in-law, Lilian, ulinilinda sana nikiwa na mgonjwa. Hakuna hata siku moja ambayo niliingia jikoni. Kila wakati ulikuwa na mimi. May the Almighty God bless you, mama. I love you. Ukoo wa Wasanyaga na ukoo wa Wasagara, maombi yenu imenijenga sana. Na najua mlitupenda sana. That's why tulipata hiyo maombi. Mama yangu na baba yangu tuliwawachia boma tukaenda matibabu. Asante kwa kulinda boma. Madada zangu nao, ile shughuli ambayo mlinifanyia, mimi siwezi kuwalipa, bali Mwenyezi Mungu aliye juu ndio atawashughulikia. Mama yangu Lois, najua wewe ni mgonjwa, lakini umejikokota mpaka umekuja kunifariji. Mungu akubariki mama.
bila kusahau mzee Nabade ambaye ni baba yangu. Mungu akakubariki, sijui uko wapi, lakini Mungu akubariki. Huyo ni baba yangu. Najua kuna masemeji zangu kama Bainito, kuna Bainito semeji yangu, kuna my sister in law Janet, na kuna wasai wangu ambaye ameshughulika na mimi kuanzia mwanzo vile nimekuwa mgonjwa mpaka sasa hivi. Wasangi kutoka Masani, Mungu akubariki pamoja na familia yako. My sisters in laws, najua mlipenda ndugu yenu, lakini Mungu alimpenda zaidi. Mmekuwa kwa nguzo, mlijikokota kutoka kwenu mkaja kutembelea ndugu yenu. Mungu awabariki sana na familia zenu. My sister-in-law Margaret, my sister-in-law Alice, Mungu awabariki. Na wajukuu wangu siwezi kuwasahau. Kwanza kuna mjukuu mmoja wenu, sijui kama ako hapa. Mungu akubariki baba. Wewe ndio tulikuwa tunasaidiana kazi ya mzee. Mungu akubariki sana. Marafiki zangu, niko na marafiki zangu wengi wale Mungu alinipatia. Asante sana kwa kazi yenu. Na niko na watoto wangu pia wale ambao Mungu alinipatia, wale niliosimamia kwa ndoa. Wako hapa wengi na wamekuwa wakinifariji pia. Mungu awabariki. Watoto mama someni mwewe. Wale wanasimamia kwa ndoa, simama. Simama wewe. Thank you. Si hawa pekee, kuna wale wengine hawajafika. Asanteni sana kwa kufika. Utawala, asante sana kwa kunilindia pia boma wakati nilikuwa mbali. Mungu awabariki. Narudi tena kwa watoto wangu. Sina vile naweza kuwashukuru, but Mungu mwenyewe awazidishie. Mimi nilitoka hapa nikaenda Nairobi na kipenzi changu. Huyu ni kipenzi, si ati Omari, ni kipenzi. Amen. Kuna majina ambayo nilikuwa naita yeye sana. Ingine Shiriri. Na yeye ananiita Queen, yaani mkano mwami. Hizo zote zilikuwa sifa zile ambazo alikuwa ananipatia. Amen. Naomba tu Mungu azidi kunilinda wakati naomboleza kipenzi changu. Amen. Si tulitoka hapa tukaenda Nairobi kwa matibabu, nikifikiri tutarudi pamoja salama salamini. Lakini kwa sababu Mungu alimpenda zaidi, Mungu alivuna yake. Ingawa mimi niliona kama nilikuwa nafanya mtihani, na mtihani yenyewe sikupita, nilianguka. Kwa sababu kama ningekuwa nimepita, ningekuwa nimerudi na yeye nyumbani akiwa mzima. Lakini namwachilia kwa mikono ya Bwana. Amweke mahali alimwandalia. Kwa sababu najua alipenda Mungu sana. Na kila wakati alikuwa ananiuliza, leo uendi kanisani? Kwanza siku mbili ndio atoeke. Sijui ndio alikuwa anajipanga. Aliniuliza, leo uendi kanisani? Nikamuuliza, baba, leo sitaenda kanisani kwa sababu hapa Nairobi hata sijui kanisa hili ya Salvation Army iko wapi. Na siwezi kukuacha niende kanisani. Nikuache peke yangu hapa.
Chenye naomba tu wale ambao watakuja kunitembelea, mmekaribishwa huko, marafiki wa mzee, msiogope ati Timothy ametoka sasa hakuna mtu ambaye atanikaribisha hapo. Tuko mimi na watoto wangu tutamkaribisha. Na I hope mkija monomondete zimbemba dai staki zimbemba. Amen. Musale na saye ndereba ana matiga ayabo. Zimbemba mtandete didai numo yanza. Philip, asante sana kwa ile kazi ambayo mmefanya kwa baba yenu na watoto wenu. Mungu akawabariki. Sina lingine la kusema. Kabla sijasahau, mimi naitwa Anita Umari. Ya nyumbani ni Anita Zindori. Ya Kikalenjin na Anita Cheruto. Hizo ndio majina zangu. Mungu akawabariki. Band on tune. Asifiwe. Mama Abigail njoo. Iwe mwaenzi la normal. Chairman Professional Committee. Karibu. Na muwe wafupi sana kwa unenaji. Mbori mko bebi imbe na. Bwana Yesu asifiwe. Mazibao ya siku ya leo. Na wote ambao wamekuja kufariji mama yetu pamoja na familia yake, na wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo? Hamjambo tena? Izi wale nzira normal chikaro kino mari na turawala nzira unias Gaza na anora ni the YP Sergeant Major. Wakalenzira na ngade na abe quartermaster. Alichaguliwa kuwa quartermaster. Tukifanya na yeye kazi. Kafanya kazi ya quartermaster mpaka akachaguliwa kuwa CT wa kikao chetu. Tukifanya tu kazi na yeye. Mpaka wakati nikachagulia tena kuwa Home Secretary. Tukifanya kazi na yeye. Omari amekuwa baba mkarimu sana. Sisi wakati tulikuwa tunaenda kwa meeting ya PCC, hatakuwa tunapanda magari njiani. Alikuwanga na pick up yake. Tulikuwa tunawekwa tu kwa gari tunaenda. Bila kulipa chochote, hata bila kuweka mafuta kwa gari. Nampongeza sana. Huyu CT wetu Omar, na kwa wakati mwingine afisa wetu akapata matanga, kafiwa na mzazi wake. Tulitoka hapa na yeye, mimi na yeye na Philoisa Awinja na wahubiri wetu ambao walikuwa wamefiwa, tukisafiri kwenda Elgon na gari lake. Wakati huo ndio tungekufa. Gari
gari ilipata accident. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa neema ya Mungu tukatoka hapo kama tuko hai. Imagine kutoka saa 9 za usiku tulitoka hapo. Na gari ilipata accident kule Ruguru. Hapo Ruguru tulitoka hapo kitu saa 11. Gari imeharibika. Mare nang'ang'ana kwenda kutafuta spare parts huko kwa maduka, hakupata. Mpaka akasafiri kuja mpaka huku Kakamega. Na sisi tumekaa tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nani anaweza hiyo? Namuombea kwa safari yake, Mungu amtangulie. Na hata akawa mzazi wangu wa kiroho. Nimehuzunika, lakini Mungu ndiye alipanga yote. Tuzidi kuombea baba yangu safari yake. Na tuombee mama ambaye amebaki na watoto. Mungu atakuwa mfariji mwema. Watoto wa mzee Omari, wengine nimewafunza hapa Sunday school. Mungu atazidi kumuneemisha. Na Sara Mugasiza, na Sara Mwera Mariga. Mtegemee Mungu tu. Mambo ya wanadamu haitakuwa na msaada kwenu, ila mtegemee Mungu. Ningesema mengi kwa baba yangu, lakini nitakoma hapo. Mama, farijika katika Bwana. Majina yangu ni Abigail Masereto, nikiwa Home League Secretary wa kikao hiki. Mungu atubariki sana. Kanisa la Jeshi la Wokovu, waombolezaji, marafiki wa Omari, wazazi, shangazi na wale ambao walimtambua Omari, nasema hamjambo. Poleni sana. Mimi hapa nina huzuni usiokuwa na kifani ya kwamba ni mwaka huu tu nimepoteza ndugu na rafiki Anubi. Nikifikiria kwamba Omari tutashikana nguvu kuendesha kazi ya kanisa, lakini na huzuni ya kwamba nimempoteza. Kanisa hili linahitaji maombi. Wala ambao nyinyi sisi sote tufanye kuombeana zaidi, na haswa mama Anita nasema pole, familia nasema pole. Tunajua kwamba Omari alikuwa anaelewa mambo na kanisa. Omari alikuwa mcha Mungu, na sioni kwa nini tulie zaidi. Tunajua kwamba ako mahali pazuri, na sisi ametutangulia huko, na tunasema kwamba Omari Anubi pia alifanya kazi vizuri, na ukifika huko pia mpe salamu. Umucherizi umbone liraga na kuliwa kiriho ni familia lebeho wakore nibaya ukubwa nyasi. Nafikiria kwa mengi sana, kwa mengi sana, isipokuwa ninasema kwamba poleni sana. Mungu awabariki. Nami nanena mawili kama mchungaji wake. Omari kando na kuwa Kristo mwema, amekuwa rafiki. Amen. Maana ndugu yangu, kama katika jamii ya babangu angekuwa kama mtoto wetu wa pili, maana our first born alizaliwa 1941. Kwa hivyo yeye angekuwa kama ndugu yangu wa pili. Kwa hivyo yeye ingawaje tangu niingia amekuwa mgonjwa. Amen. Lakini amekuwa Mkristo wa kipekee.
ako nyumbani, ni mgonjwa, lakini ninapoenda nauliza, captain, niambie ukweli, mke wangu analeta zaka zangu ama nikasema mke wako analeta, hata za wanaume anatoa. Hapa tuko na chama cha wanaume, anatoa. Kwa hivyo amekuwa Mkristo ambaye ni mwema, Mkristo wa kuigwa. Natoa changamoto kwako wewe ambaye usimami na kanisa lako, hata kama sio wa jeshi, uige mfano wa Omar. Wewe ni mwanamke umebarikiwa. Hata kama mzee wako pengine haingiangi kanisani, unaona pengine ni mlevi ama amepotelea kwa mambo mengine, umemwachilia. Nataka uige mfano wa Mama Anita. Mama, thank you so much. I lack enough good words to thank you. Ika mfano wa Mama Anita. Na watoto wasichana wa Mama Anita. An Englishman said this. Like mother, repeat these words or complete this. Like mother, so siwajui vizuri, lakini kule mmeoleka, ikeni mfano wa mama yenu, na kama mko nayo endeleeni. Haleluya. Na wewe umekuja hapa, umsaidie mzazi wako na umsaidie mume wako. Funika mume wako kama Mama Anita. Tunaelewana wenye mmekuja? Maana unapokuja kwa matanga mpaka ujifunze kitu. Nasema haya maneno nikiambia praise team kuja kwa madhabahu. Maana tunataka kufanya praise worship, alafu tupate neno la Mungu na tuombee watu wa Mungu waende. Ikeni mfano huu. Wewe uko nyumbani ni kuanika tu mume wako. Kuwa kama Mama Anita. Mama Anita sijui wewe ulizaliwa wapi. Lakini mama huyo kama alikufa, roho yake ilale salama. Alikufa. Ako. Shangilieni huyo mama. You are an exceptional lady. A woman of substance. Mama wa kipekee. Mama, asante. Ulileo treasure vizuri. Na inaamini wasichana wake pia wamelelewa hivyo vizuri. Maana kama hao wako wanaenda kwa chosho, pia nao amewanyorosha. Amewanyorosha vizuri. Kwa hivyo mama, asante. Amen. Na shosho endelea kuwanyorosha. Maana shosho ndiye anajua kunyorosha mkuu, wachukuu. Ni kama mama mke wangu aliyelala, hakuwa anataka mchezo, alikuwa anajua pia kunyorosha wachukuu. Amen. Kwa hivyo tafadhali uko hapa, usianike mzee wa mume wako. Usimkoseshe amani. Hata siku moja akakifika kile ikaingia. Akaangalia, baba, mwana yakutuma kitu. Kimya baba, Mama Anita, thank you. Wengine wanakimbia huko kwa mandizi, alafu ni wanaangalia, wakati anaenda anaambia mama, watu wa safari kwa wananisumbua. Lakini anaambia, baba, sante. Anaangalia, ona amekuja, anamwangalia, asante mama ukase. Mama Anita hakuwa hivyo. Ikiingia anasema papa, wameingiza, alikuwa anamuita papa. Imeingia, ndio hii. Very good, Mama Anita. Shangilia Mama Anita. Yes. Kwa hivyo kuwa mama mzuri. Hakuna siku Mama Anita ameniambia huyu alifanyanga, huyu alikuwa. Hapana. Amen. Kwa nasikia tu mchungaji, ombea mume wangu na mkono. Saa zingine nafika, mke wangu anaenda, tunamuombea. Mama mzuri alikuwa mwema. Hata hapo nyumbani na anapanga, anasema, captain, kuna mtu hapa anaweza kusaidia kutoa hiyo mawe kikaoni. Akamwita huyo mtu, tukaongea naye. Haya mawe, hata kama wakati tutakuwa tunaanza kupasua, hatutasahau mzee huyu. Maana ndiye aliniambia, captain, naona una maona kwa kanisa letu, kuna mtu hapa anaweza kutuondolea mawe. Na akatuitia huyo mwanaume. Jamani, Mkristo kama huyu ni Mkristo mzuri. Haleluya. Kwa hivyo tuombee jamii ya Mama Omari. Tuombee jamii hii kwamba Mungu amlinde mama, amlinde Mama Anita. Mama Anita hakuna siku amenikalia ngumu kwa pesa. Yeye ndiye anahakikisha mchungaji anapewa kiasi hii.
Haleluya. Na hata kama haijatosha anafanya mipango akishe mchungaji apungukiwe. Na kama anahitaji, kama ninasafiri, anahakisha nasafiri vizuri, nakula vizuri, nakaa vizuri. Maana yeye ndio kiongozi wa pesa hapa akisaidiana na huyu. Amen. Na wamekuwa viongozi wazuri. Kwa hivyo tunataka wewe ambaye ulikuja kwa ibada hiyo unakaporudi kule. Hapana kaa ngumu kwa mchungaji. Mwili watu siani tibola. Mwili watu ndiye anaomba akihubiri watu wakile. Irrespective of your church affiliation, mpe haki yake. Kama Mama Anita, kama CS. Hallelujah. Hapana kalia mchungaji ngumu. Tumeelewana vizuri. Kama simekuja haki yake ape. Kama Mama Anita na CS wangu Mwangaji. PCC yao hapa nasema asante. Mmesimama na Mama Anita vizuri. Mmekuwa wa kuigwa mfano na makanisa mengine pale. Asante sana. Pigia PCC yangu makofi. Ninaposema PCC inamaanisha Pastoral Caring Council. Yaani hao ni watu 7 wanasimamia maendeleo, hali ya kipesa, hali ya kifedha na hali ya kiroho ya kanisa hii. Nilete praise and worship team. Baada ya hiyo tutakuwa tukimleta Captain Mary aombee mtumishi ambaye anaenda kuleta neno. Kwa ufupi. Tusimame. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kumsifu Mwenyezi Mungu.
Mwambie tu Bwana asante. Usikae chini, mwambie tu Mungu asante kwa rehema zake na utukufu wake. Mshukuru Bwana kwa siku hii, maana amekupea uhai wa bure. Mwambie tu Bwana asante kwa utukufu. Asante kwa kibali chako, utukufu wako. Mwambie tu Mungu asante kwa neema yako. Siri ya machozi haya ni wewe. Kumwadhimisha Bwana, atembee na wewe katika safari. Najua kifo ni uchungu. Shangilia Yesu Kristo, atie Yesu shangwe. Tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, jina lililokuu sana, jina lililojaa mapenzi tele, jina lenye uwezo, jina lenye nguvu, jina lenye wenye haki wanalikimbilia na wanakuwa salama, jina ambalo huletao uhuisho katika mioyo yetu, jina ambalo hufanya mioyo yetu, mawazo yetu, akili zetu kuwa mpya mara tena.
jina ambalo ni tamu, jina ambalo ni nguzo, jina ambalo ni safi, jina ambalo tunatamani kulitamka kila wakati, jina la Yesu Kristo. Na ninamisha nyuso zetu jana wa leo. Bwana, unajua siri ya maombi yetu, siri ya machozi yetu, hasa siku ya leo. Baba Mungu, ulijua wakati kama huu tutakuwa katika hekalu lako tukimwomboleza mtumishi wako Mzee Timothy ambaye ulimpenda, alikutumikia katika kanisa hili. Alipenda kujitoa mali yake, vyote alivyokuwa navyo kwa ajili ya kazi yako. Bwana, ukaweza kumtoa kutoka katika dunia hii na kumuita mahali pako patakatifu. Tunaweka tu moyo wake mikononi mwako. Wajua mawazo yake, najua kutembea kwake, najua nia zake, najua kila mahali alikotembea. Wewe ulimfahamu zaidi kuliko sisi. Hatuna lolote ambalo tunaweza kukata shauri juu ya maisha yake, bali Bwana unajua maisha yake. Tunaomba Bwana, roho yake iwe mikononi mwako. Yaomba Mungu wangu, familia hii ambao wanaomboleza, tawatia nguvu, tawaneemesha, tawabariki Mfalme. Hasa wakati huu, wakati tumekuja kuwaleta kanisani ili tusimame nao katika maombi, watoke mahali hapa wakiwa na nguvu, wakiwa na ujasiri, wakiwa na neema yako. Bwana, utaweza kuwa mfariji wa kweli. Wewe ndiye rafiki wa kweli, ujuaye sikitiko la mwanadamu. Hebu Bwana ukajue sikitiko la familia hii, ukawatie nguvu. Kama kanisa tunaomboleza, lakini Bwana tunaomba kwamba katuinulie Timothy wengine katika nyumba yako. Katuinulie Timothy wengine ambao watasimama na kazi yako. Katuinulie Timothy wengine ambao wataweza kutembea kwa njia yako ili wakaweze kuinua kanisa hili, likaweze kufikia upeo wake. Mbele yetu ni mtumishi wako ambaye anakuja kunena neno lako la uzima. Nataka kumweka wake mikononi mwako. Tukiomba ya kwamba Bwana, neno ambalo liandaa tangu asubuhi kwa ajili ya mioyo yetu, naomba ya kwamba Bwana anaposimama umpe ujasiri, umpe usemi, umpe nguvu, na Roho yako Mtakatifu amtumie kama upendavyo kwa ajili ya kulileta neno hili. Basi kamtumie Bwana, nasi pia ukatupatie masikio ya ndani tunapoenda kulipokea neno hili liweze kutubariki. Tuinue Bwana, tubariki. Kwa ajili ya Yesu naomba na hata kuamini. Tukae na maisha yetu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na Major Scarlett ambaye atakuwa anatuletea neno la Mungu, likaweze kutupatia ujasiri, tupatie neema, tupatie nguvu mara tena. Tusio na nguvu tunahitaji kutoka kwa Mungu, kuzipokea. Mungu na atubariki sana. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Nataka niseme namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo Mungu amenipa nikaweze kusimama mbele zenu ili nikaweze kunena, tukaweze kupata nguvu, tukaweze kufarijika. Niseme ya kwamba Mzee Timothy ni mzee ambaye nilijua vizuri sana. Na niliposikia kifo chake, kuna maandiko yake Mungu yalinijia. Zaburi 116 mstari wa 15. Na maandiko hayo ndio nataka yakaweze kutupa mwelekeo mchana wa leo. Maana niliona yakinitia nguvu mimi ambaye pia nilikuwa nimesononeka, mimi ambaye pia nilikuwa nimeweza kurudi chini katika moyo wangu. Nakumbuka mwaka 2006 nikitoka mahali hapa nikiingia chuo kikuu cha maafisa kule Thika. Ni baadhi ya wale wazee ambao walinitia moyo sana, wakasema pamoja nami hali ya kifedha vile mnavyojua kidole kimoja hakiwezi kuwa chawa mpaka viwe viwili vitatu. Pamoja na mama Anita na wazee wengine na wamama wengine katika kikao hiki walinishika mkono sana. Na kila mahala nilipo huwa na waombea ya kwamba Mungu akazidi kuelekeza. Mungu atusaidie sana. Amen. Kikao cha Ikengero, asanteni sana. Japo kuwa tunalia, tunaomboleza, kifo ni kichungu, lakini Mungu anatupa tumaini. Tusilie kana kwamba hatujui njia, tusilie kana kwamba hatujui Mzee Timothy ameenda wapi. Maana yake tunajua kwamba kifo cha mtakatifu kama Timothy machoni pake Mungu
ni cha dhamana. Mungu atusaidie sana. Fungua nami Zaburi 116 mstari wa 15. Psalms 116 verse 15. Takapomaliza bendi mtakuwa tayari na NT 234, 235, OT 181. Takapomaliza ujumbe ama himizo la siku ya leo. Psalms 116 verse 15. Kwa neema yake Mungu ninasoma. Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants. Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants. Pana dhamana machoni pa Mungu kifo cha mja wake. Mungu atusaidie sana. Wakati mwingine jambo kama hili linapotukia, watu tunalia, tunasononeka. Tunajibaki tukijiuliza maswali, mbona ikawa namna hii, mbona ikawa hivi? Kwa wakati huu na kwa majira na kwa saa hizi. Lakini himizo ambalo ningelipenda kukuambia asubuhi ya leo ni kwamba, mchana wa leo ni kwamba Mzee Timothy amerudi nyumbani. Na safari yake yule aliyeijua vizuri ni Mungu. Mama Anita atakwambia sikujua hata anaenda. Ijapokuwa nilikuwa naye sikujua anaenda. Lakini Mungu alijua na akaweka mipaka, akajua ni wakati na muda gani ambao ataweza kutoweka. Tumesikia katika ushuhuda vile watoto walijaribu sana. Vile jamii, familia, hata kanisa kwa maombi. Tulijaribu sana tukaone Mzee Timothy akirejelea ule uhai wake, akitembea, akinena. Lakini manake Mungu alijua saa, majira na wakati na nyakati. Akasema basi imefika mahala hapa. Mungu atusaidie sana. Na katika hali hizo zote pia natupa tumaini mchana wa leo ya kwamba pana dhamana machoni pake kifo cha mja wake kama Timothy. Kwa nini kifo cha mtakatifu ni cha dhamani machoni pa Mungu? Ni kwa sababu alijiachilia maisha yake mbele zake Mungu. Vile ambavyo tumesikia kwa ushuhuda kutoka kwa kanisa, kwa wale ambao walimjua Mzee Timothy vizuri, wana ushuhuda ya kwamba alikuwa kipaumbele kuona kwamba kazi yake Mungu inaenenda vizuri. Alikuwa kipaumbele kuona kwamba watumishi wake Mungu hawahangaiki. Mungu atusaidie sana. Ni wangapi wetu ambao Mungu ametubariki? Na baraka zile ambazo Mungu ametubariki nazo, hakuna hata wakati mmoja unasema wacha niingie kanisani hata nimtolee Mungu, nimwambie Mungu asanti kwa ile kazi nzuri ambayo umenitendea. Tutabaki kusema ni kwa nguvu zetu. Tutabaki kusema ni kwa jitihada zangu. Tutabaki kusema ni kwa uwezo wangu. Lakini Mzee Timothy alijinyenyekeza ili Mungu amuinue. Mungu atusaidie sana. Na katika hali ile ya kujinyenyekeza, maisha yake yakaweza kuwa mfano ulio bora, ambao wengi wetu tulipokuwa tunatazama maisha yake, kuna jambo moja na mbili tuliweza kujifunza. Na tukajifunza ya kwamba hata ukiwa Mungu amekubariki, ni lazima ukaweze kunyenyekea, ndiposa Mungu akuinue kwa wakati wake. Mungu atusaidie sana. Mzee Timothy ungelimuona alikuwa mtu wa kujinyenyekeza, mzee mpole vile nilivyomjua. Mzee ambaye si wa kubishana. Wengi wetu kanisani ni kubishana. Na tujui Mungu anatutazama namna gani. Hatujui kizazi kile tunachokilea kinatutazama namna gani. Mtu atasema sitaki kuwa kama mzee fulani. Maana hata jambo likiwa nzuri atachapa ndani kiboko lisifaulu. Mungu atusaidie sana. Wale ambao tuko mahala hapa tumejaliwa kwenda katika makanisa tofauti tofauti. Sisemi wa Salvation na mipeke yao, lakini kila mmoja Mungu amekujalia kuna mahali unaingia kwa ajili ya kumwabudu. Kuwa mzee mnyenyekevu, ndiposa sauti yake Mungu itakapokuita watu wakaweza kuwa na ushuhuda wa kusema ya kwamba truly this was a servant of God. Na tunamshukuru Mungu maana amemtoa akiwa katika hali hiyo. Mungu atusaidie sana. Kifo cha yule ambaye ni mwenye haki ni ushindi. Yule ambaye anamcha Mungu, kifo chake ni ushindi. Si kupoteza, bali ni ushindi.
sisi tunapolia tukiomboleza mzee Timothy ametuacha, mahali ambapo yuko anasema nimeshinda, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, nimebakia tu kuvishwa ile taji yake Mwenyezi Mungu atakayewavisha wale ambao ni washindi kama mzee Timothy. Mungu atusaidie sana. Tuliosalia katika ulimwengu huu, tujitazame katika nafsi zetu, tujitazame katika matendo yetu, tujitazame katika mienendo zetu. Je, tukikufa tutakuwa washindi? Kuna yule ambaye atasema umevipiga vita vizuri, ama kuna yule atasema ai, tunashukuru Mungu ameweza kutuondokea, maana alikuwa ni kama kizingiti, alikuwa ni kama mpinga Kristo. Mungu atusaidie sana. Hata Paulo walikuwa wapinga Kristo, lakini alipokutana na uso wake Mungu akaweza kuwa mtu mzuri. Kungalipo nafasi sisi ambao bado tunapinga Kristo, kungalipo nafasi sisi ambao bado tunatembea katika njia zistahili, tukaweze kumrejea Mungu na tukamwambie Mungu, tungelitamani tukaweze kuvipiga vita ambavyo ni vizuri. Ndipo siku moja watumishi wake Mungu wakasimama wakisema, kweli you fought a good fight, nunangojea tu kuweza kupewa ile taji ambayo ni taji ya uzima. Ujumbe kwa walio hai, mimi pamoja nawe, tuishi maisha ya kumcha Mungu katika kila jambo tunalolitenda. Tuishi maisha ya kumcha Mungu tukijua ya kwamba kufa kwetu itakuwa ni faida, jinsi wa Filipi 1:21 inavyosema. Unapoishi maisha ya kumcha Mungu, unajua kufa kwako ni faida, lakini kuishi ni Kristo. Mimi pamoja nawe tunaishi sababu ni Kristo, lakini tukifa ni faida kwake Mungu, maana tunamcha yeye. Nitakuwa tu faida iwapo maisha yako yatakuwa ni yale ya kumpendeza Mungu. Jiulize ndani ya moyo wako wakati huu, je, ninafanya yale ambayo yanastahili mbele za Kristo? Ninafanya yale ambayo yanastahili mbele zake Mungu? Watu wanaponitazama wananitazama kwa mtazamo upi? Watu wanaponiona wananiona kwa muono upi? Mungu atusaidie sana. Ndiko lake Mungu linasema kwamba Kristo ameenda kutuandalia mahali, jinsi ambavyo Meja Mary ameweza kutuambia asubuhi ya leo. Na maana ameenda kutuandalia mahali, anatuita tukaende kule. Na je, unaenda kule ukiwa namna gani? Kuna wimbo mmoja katika kitabu cha Jeshi la Wokovu unaosema, nitasimama mbele yake Bwana nikiwa namna gani? Sina hata tunda moja moyoni, nitasimama mbele zake Kristo nikiwa namna gani? Wakati ni huu wa kujiuliza, kujipeleleza katika mioyo zetu. Je, tutasimama mbele zake Bwana tukiwa namna gani? Maisha yetu, mienendo yetu, fikira zetu, nia zetu na yote tunayoyatenda yapaswa kuweza kumpendeza Mungu. Ndiposa anapotuita nyumbani, tunaenda tukiwa na ujasiri. Ijapokuwa familia na jamii tunabaki tukilia na kanisa na ukoo tukiomboleza, lakini Timothy anajua kwamba yeye amerejea nyumbani. Nyumbani kule ambapo mimi pamoja nawe tunatazamia kwenda. Na kilicho kikuu ni kwamba tutengeneze maisha yetu. Tengeneza moyo wako, tengeneza maisha yako, tengeneza safari yako. Jiandalie safari yako ukiwa katika ulimwengu huu. Ndipo utakapofika mbele zake Kristo, utaweza kwenda pale ambapo mwenyewe umeweza kujiandalia. Mungu atusaidie sana. Amen. Tukaishi maisha ya dhamana mbele zake Mungu kwa uaminifu. Ishi maisha ya dhamana mbele zake Mungu kwa toba. Ishi maisha ya dhamana mbele zake Mungu kwa upendo. Na ishi maisha ya dhamana mbele zake Mungu kwa kumtumikia yeye. Manake yeye tu ndiye anayejua maisha ya kila mmoja wetu. Mbali ambao tumepoteza tumaini katika kifo cha mpendwa, tukaweze kupata matumaini. Ingawaje kifo ni kichungu, lakini tunafarijika tukiwa ndani mwake Kristo, tukijua kwamba mpendwa ameenda nyumbani, ametutangulia. Mungu atusaidie sana. Wakati mwingine ukienda ugenini, mahali ambapo upajui, unapata watu wamejaa, na uone mtu wako anakuja kukukaribisha, huwa unafuraha, huwa unakasirika? Haleluya. Timothy ameenda kutuambia, ametutangulia, atatukaribisha akituambia sisi tunakaa hapa,
tunangojea hapa parapanda yake Mungu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kifo chake. Maana ingawaje tunalia, tuna huzuni, lakini pana dhamana machoni pake Kristo. Tunapata tumaini, tunapata kuhimizwa, tunapata kufarijika, tukijua kwamba Kristo anatuelekeza katika kila jambo. Mungu atusaidie sana. Mungu afariji familia. Mungu afariji kanisa. Mungu afariji ukoo. Na Mungu afariji wote tuliomjua mtumishi wake. Asante. Nilikuwa nimepea band assignment. Mtaweza kuimba wimbo huu tukijua kwamba kila mmoja wetu tunalo kusudi la kuweza kuishi maisha yake Kristo. Santi, wimbo ni Mji Mzuri 223 NT 234 235 OT 181. Tutakuwa tunaimba wimbo huo tukipata maombi, tukitazama kuona mji huo mzuri, na pia tukitazama maisha yetu yakaweze kuwa maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa hivyo kifo chake mtumishi wake Mungu ni ushindi, si hasara, maana yeye mwenyewe alijua, Mungu alijua maisha yake. Mungu atusaidie sana. Tusimame wimbo nambari 223 katika vitabu vya Jeshi la Wokovu, wimbo unaosema ni Mji Mzuri. 223 223. Tupenda tukaweze kuimba wimbo huu tukijiandaa ni kwa ajili ya maombi, tukijua kwamba Kristo yuko pamoja nasi hata katika hali hii ngumu. Yeye yuko pamoja nasi. Ni mji mzuri mbali sana, watu wanawili kama jua, waimba kwa tamu, tuna wema mkuu, sifa na idumu kwake Bwana. Ni mji mzuri, twende sote, kunayo fahari, sikawie, raha tutaona, dhambi hapana tena, hatutaachana siku zote. Ni mji mzuri, macho yote huko yanawiri kama pete. Baba tutamwona, tukifanywa tuwana, tumakupendana naye sote. Santi, mji mzuri, kila mmoja wetu natamani kwenda kule, lakini azama katika matendo na maisha yako. Mungu atusaidie sana. Baba wetu, Mungu wetu uliye juu mbinguni, mahali patakatifu, twalienzi, twaliabudu jina lako mchana wa leo, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Asante mtakatifu. Elimu nambari 2 inatuambia kwamba wewe tu ndiye muumba, mtunzi na mtawala wa vitu vyote vilivyomo duniani na hata mbinguni. Jehova, ukamuumba mzee Timothy kwa mfano wako. Mwenyezi Mungu, imefika wakati umeitoa nafsi yake mikononi mwako. Tazama kanisa, jamii, familia, ukoo na wote waliomjua Timothy wako ndani mwa hekalu hili. Jehova, tunajiuliza maswali katika mioyo zetu. Tunajiuliza maisha yatakuwa namna gani. Tunasononeka katika mioyo zetu, lakini Bwana unatupa tumaini ya kwamba wewe ndiye muumba na mtunzi na mtawala wa maisha yetu. Jehova, nikupendeza ukaitoa nafsi ya mtumishi wako Timothy mikononi mwako. Mwenyezi Mungu, tunaomba faraja. Bwana, tunaomba kuhimizwa. Bwana, tunaomba kuinuliwa. Bwana, tunaomba kaza kutusongeza hatua nyingine mbele. Maana tunajiuliza maswali mengi katika mioyo zetu
yetu maisha yatakuwa namna gani. Lakini unasema ya kwamba wewe ndiye baba wa mayatima. Nasema kwamba wewe ndiye mume wa wajane. Mama Anita nakuhitaji wakati huu. Watoto wa Timothy wanakuhitaji wakati huu. Bwana, shuka na kuwapanguza machozi yao. Shuka na kitambaa kitakatifu kapanguza machozi yao. Wanapolia, wanapoomboleza Bwana, wakaomboleza wakiwa ndani mwako. Tukijua kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa na makusudio, ndipo ukaitoa nafsi ya mtumishi wako mikononi mwako. Tunapata faraja. Zaburi 116 mstari wa 15 ya kwamba pana dhamana machoni pako kifo cha mja wako. Mwenyezi Mungu, tunajua kwamba machoni pako pana dhamana kifo chake mzee Timothy. Mwenyezi Mungu, mweke mahali ambapo Jehova aliweza kujiandalia. Na Mwenyezi Mungu, msafara unapoondoka mahali hapo, tunahitaji kibali, tunahitaji neema. Tunahitaji Bwana mkono wako wa rehema kaza kuwa pamoja nasi. Asante kwa ajili ya watumishi wako ambao wameweza kusimama imara katika mambo haya. Asante kwa ajili ya Captain Mwana, asante kwa ajili ya Meja Mary. Pamoja na waumini wote wa kikao cha Ikengero ni mikononi mwako. Bwana, wamesikitika katika mioyo zao Bwana ikawa hivi katika wakati na majira haya. Lakini Bwana ulijua. Na Mwenyezi Mungu unayo majibu ni kwa ajili ya maswali hayo. Tutendee Bwana, maana tumeweza kukuamini. Asante kwa ajili ya kila mmoja Bwana na kuhitaji. Tunahitaji neema, tunahitaji uwepo wako. Tunahitaji mkono wako wa amani Bwana ukaweza kuandamana pamoja nasi. Mwenyezi Mungu, naomba tujaomba mchana wa leo kwa ajili ya safari na kwa ajili ya maisha yake mtumishi wako. Ebu Roho wako Mtakatifu akazidi kutuombea. Maana yake tuomba haya tukiamini katika jina safi, jina la mwanao Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Amen. Asante. Mungu atufariji sana. Amina. Kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Salama, salama rohoni, rohoni, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sishukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, rohoni, ni salama rohoni mwangu. Bwana, himiza siku ya kuja, panda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, rohoni, ni salama, ni
kindly. Nashukuru sana mkasa mwana wa huyu. Sio rahisi. Wengine utaona wakisusha kwa nyumba kelele. Lakini huyu alitulia kachoni babake, akasaidiana na mume wake, wakakaa na babake vizuri. Wale ambao mmeolewa kwa miji ya wenyewe, ikeni mfano wa mkasa mwana wa huyu. Walifanya vizuri. Wako wapi nataka wakuja hapa mbele? Kijana Yomani. Ama kwa kimila inakataa, kama pia kimila inakataa usikuche mbele mniambie, maana mimi si Mmaragwana sielewi. Kimila inakataa? Haya kuja baba wako wapi, maana simjui na mke wake. Mke wake ako wapi? Mke wake asalamie, alafu mama pia uongee na mmoja na upeane photo of thanks. Praise God. Bwana asifiwe. Naitwa Lydia from Samani. We gave our love. We gave all our love. Mungu alitenda. Tunashukuru Mungu. Asante. Well done, Mama. Well done. God bless you. That's a very good Kwa majina mimi naitwa Philip Omare, kijana mkubwa wa mzee Omari. Kwa niaba ya familia ningependa kurudisha shukrani kwa uwepo wenu, mchango wenu, kwa maombi ambayo ilituongoza hadi mahali tuko sasa. Naomba tu mzidi kutushika mkono ili tuweze kumsindikiza baba yetu mapema hapo kesho. Tunasema ni asante na tunashukuru. Tunarudisha shukrani pia kwa kanisa kuweza kutupa mwongozo na mwelekeo kulingana na vile kelele huko nyuma baba alikuwa anataka. Tunasema ni asante. Nataka ni waulize kwa heshima, wewe ambaye umeolewa kwa mji wa mwenyewe, ika mfano ya huyu tata yangu, wewe mtana. Na naomba ya kwamba Mungu alinde ndoa yenu, abariki ndoa hii na abariki usahau. Na wewe ambaye unaangalia baba mkwe, mama mkwe, ukifura kama chura, enda patilika. Penda wazazi wakwe. Bila hawa ungepata huyo ndume. Haleluya. Ama hata kama ni mwanaume, hutaki wazazi hao wengine, patilika, kuwa kama huyu jamaa. Wametenda vizuri. Hao pamoja na tata zake wamekaramika, lakini hawajaona kama hasara. The sisters na your husbands nitawaintroduce kesho. Leo ninakoko na ipata. Mmefanya vizuri pamoja na waume wenu. Mungu awalinde, Mungu awatunze na Mungu awaimarishe. Nataka tuombe, na tukishaomba mtatupa nafasi hapo, mnaenda kando ili wanaume wanapopeleka mwenzake kule nje. Kwa hivyo tunaenda kuomba. Ombi langu, Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu, Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako uwe nami. Baba yangu, katika jina la Yesu, peke yetu hatutaweza. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Nachukua hii nafasi kuombea kijana wa Omari pamoja na mke wake, nikiombea pia tata zake na waume wao walioshikana na mkono, pamoja na jamii kwa jumla, pamoja na ukoo kwa jumla, pamoja na majirani na kanisa na marafiki, kwa njia moja waliposimama na hii jamii. Naomba baraka yako, naomba neema yako Baba, ikaende pamoja nao, kawatie moyo, kasimame nao, maana wewe ni Mungu. Niombe nini Baba, ili hali wewe unajua maombi yetu, katusaidie Bwana. Nami kwa jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Dominic, chukua bendera. Wanaume